unagundua kwamba mtoto wako ana changamoto ya choo kigumu. Sasa mtoto mwenye kuwa na choo kigumu, kuna dalili anayoionyesha ambayo ambayo wewe mzazi utakapoiona kwa mtoto wako ikusaidie wewe kujua kwamba mtoto huyu ana hiyo changamoto. Na baada ya kuona hivyo, wewe mzazi unatakiwa kuchukua hatua, kwenda kumtafuta daktari ili aweze kutatua hiyo changamoto, au uangalie namna gani unaweza kumsaidia mtoto huyu asiendelee na hiyo hali na asikae na huo ugonjwa kwa muda mrefu, inaweza enda kasababisha changamoto ya bawasiri. Sasa cha kufanya ni kwamba dalili ya kwanza utakayoiona kwa mtoto huyu, kama hujui kabisa kwamba mtoto huyu ana changamoto ya choo kigumu, dalili ya kwanza utakayoiona ni mtoto kupata maumivu anapofanya haja kubwa. Okay? Dalili ya pili ni mtoto kujikakamua. Hii ni dalili ya pili. Na dalili ya tatu ni mtoto kulia sana. Mtoto anakuwa analia sana na haujui sababu ni nini. Hii ni dalili inayoonyesha kwamba mtoto huyu huenda anaweza kuwa na choo kigumu. Na wewe kama mzazi, unapoona mtoto wako wakati wa kunya, wakati wa kufanya haja kubwa, anakuwa analia sana, na pia kuna muda mpaka anakuwa anaogopa kwenda kufanya haja kubwa, hii ni dalili ambayo itakusaidia wewe mzazi kujua ya kwamba mtoto huyu ana hiyo changamoto, na uwahi kuchukua hatua mapema kabla haijatawala kwenye mwili wa mtoto, na pia kuzalisha madhara makubwa ambayo yataenda kupelekea changamoto zingine zijitokeze kwenye mwili wa mtoto.